siku hakuniambia anakuja Thika. Hakuniambia anakuja Thika, lakini alikuwa ananiambianga hiyo mwezi hakuwa mtu wa kukuja Thika sana, lakini hiyo mwezi alikuwa anakuja Thika kwa huyu Foibe. Akaniambia aka rafiki kake kanaitwa Foibe. Sasa akiniambia anakuja Thika kwa Foibe. Unajua sasa hata ukiwa mzazi sometimes you give them the freedom. Juu hakuna siku amewahi lala nje kama niko. Kama mimi niko na tunaishi na yeye, hajawahi lala nje. Lakini I think hiyo Saturday juu nimeenda ndio akapata, I think ile mtoto upata ka chance. Unajua mtu akipata ka chance sometimes hiyo age unaweza hata ni spend pengine kwa huyu rafiki. Mimi mwenyewe nikakuwa sasa brave, nikawaambia nataka kujua mmeshika wangapi. Juu kama hamwajui mimi nawajua. Wacha waniambia atijui wameshika watu wawili, angasijui ati hii kesi sasa iko na pressure sana. Angasijui ati just be calm, tunataka kufanya investigation pole au watu lazima tutawashika. Ati hao watu tunawajua, mpaka kuna mmoja alisema hapo ati angasijui kuna nini ati watawashika. Huyo mwenye alichukua mwili alikuwa very confident watawashi. Na mimi nikamuuliza, na hata phone inaonyeshana kila kitu. Msichana mwenye walilala na yeye ako huko. Mnasema mtawashika siku gani? Wakaniambia tayari wameshika sijui wangapi, ati lakini hatuwezi ati because our emotion are still high, hatuwezi onyesha wenye lakini ati tayari wameshika. Lakini ni uongo, hawakushika because leo nimekuja, umeniona nimepata huyo msichana pale akicheka, akiwa ameketi kwa kiti, ameniona amekimbililia huku, sijui kama ametolewa na Subaru ya hao askari wenyewe wa huku. Ndio imemtoa, imeenda na yeye. Na hawakushikwa sababu huyo msichana alishikwa aje na nimempata pale. Akaniona ametoroka, amejificha kwa gari yao, ametolewa na Subaru sahi. KBZ something na ni ya GK. Mimi natafuta justice for my daughter. Hata kama ni uchungu sana kutafuta justice ya mtu mwenye hayuko uhai. Hata hii wairudi maisha yangu, nilikuwa nampenda. May my daughter rest well in peace. Kama ni upendo wa Mungu. Lakini tukikuja ile inaitwa ya huku duniani, lazima tuifuatilie. Kwa sababu mimi nataka kusema mimi nataka kupewa watu wafanye kazi yao venye inafaa. Me I am tired and people are tired and Kenyans are tired of being given poor services. Not even poor services. Unapelekwa hivi, kama mheshimiwa anapelekwa hivi na mwananchi wa kawaida anapelekangwa aje? Na polisi walikaa sana kama masaa mawili au matatu hivi, sababu walikuwa wanakuja kumchukua kama saa 3:30. Alafu ndio walimchukua baada ya kupiga picha zote huko, alafu wakamchukua wakaenda naye mpaka wakampeleka mochari. Wewe ulimuona alikuwa anakaje? Alikuwa amelala kwa kitanda na amejifunika, alikuwa amefunikwa na ndufi. Baadaye nikasikia alikuwa uchi. Mimi sikuona kama alikuwa uchi, lakini nilikuta amefunikwa na ndufi. Tangu Mandi tumeshinda huku tukisunguka tukitaka haki ya mtoto wetu. Tulikuja hapa kwa hii biafla sijui nini hii buildings. Wakaanza kutusungusha. Tangu hiyo siku hatujapata haki ya mtoto. Kuenda leo kwa polisi hapo Thika, tumekuta tu yule msichana ambaye alikuwa hapa anashaka nao askari. Sasa tukajua sasa tutapata haki lini? Sisi kama wazazi tutapata haki lini? Ni mpaka lini huku Thika watoto wetu wataendelea kuuliwa? Na polisi tu sijui wanafanya nini? Hakuna kitu wanafanya hata kidogo. Wote kwa police station hawafai kuwa pale. Hawafai kukua hata hii Thika. Wanaendelea tu kusema sijui nini. Wamezoeana na watu wa Thika sana. Na si mtu wa kwanza. Mimi mwenyewe nilimuona amenyongwa hivi, hakuwa na nguo, hakuwa na nini. Alafu then unaona tu wanaume askari tu wanaona tu kama ni kuku ilichinjwa. Kama kuku ilichinjwa tu. Sasa mimi nimeshoka. Na kama tukashika huyo msichana angepata. Na tutawatafuta hata sisi si hata wao wako na watoto. Si waangalie tu haki yetu haki. Ni wengi sana sisi, angalia sisi ni waheshimiwa saa hii. Tunalilia hapa. Na mtu wa kawaida anapata haki yake. Anapata haki lini?
Lakini kwa alipatikana ni na huko no ni mwana kwaje ile for the time ndali nabo ni muno bie ni mo yeye anataka kukaa right free. She was very social. Sio leo ndio mwana wa musiari utoe ni wako aserete tagoko kwena iyo mundu mwana angesera gwakire nende mama ndoma munyite nderio ni munyite ndamukora haha konyo noguo pia akakimbia, watu wakajaribu kumshika hapa, sijui ameifichwa kwa gari gani. Hiyo imeenda hakupita kwa gate. Ameacha paka viatu chini akikimbia. Ameacha viatu ni ale turonkinya haha muda nyosi. Polisi gari. Akagari kadogo KTM. Haikuletwa hapa. Tulikuja si atikuletwa kukaa kwa polisi. Ni ale turonkinya haha muda nyosi. Polisi gari. Akagari kadogo KTM. Haikuletwa hapa. Tulikuja si atikuletwa kukaa kwa polisi. Aenda na ATM. Kai drive hapa. Yaani walichukua zile vitu. It is too much. Yaani kuna mali pengine. Mtoke! Mtoke anashaje hapa na nyumba zimeshikana hivi ya bila kujua. Hapa walikuja hapa. Naisimali hakuna settlement. Hapa ndio kazi wapi? Waliulia Saidi hapa. Saidi aliuliwa hapa. Mama aliuawa akaletwa hapa wakadanganya. Nani watauawa na usisikie na kwa mama hii nyumba nyingine hii nyumba ona. Hii ina stima. Nyumba ina stima. Majina ni Milka. Sisi ni majenzi. Siku hakuniambia anakuja Thika. Hakuniambia anakuja Thika, lakini alikuwa ananiambianga hiyo mwezi hakuwa mtu wa kukuja Thika sana, lakini hiyo mwezi alikuwa anakuja Thika kwa huyu Foibe. Akaniambia aka rafiki kake kanaitwa Foibe. Sasa akiniambia anakuja Thika kwa Foibe. Unajua sasa hata ukiwa mzazi sometimes you give them the freedom. Juu hakuna siku amewahi lala nje kama niko. Kama mimi niko na tunaishi na yeye, hajawahi lala nje. Lakini I think hiyo Saturday juu nimeenda ndio akapata, I think ile mtoto upata ka chance. Unajua mtu akipata ka chance sometimes hiyo age unaweza hata wacha ni spend pengine kwa huyu rafiki. Mimi mwenyewe nikakuwa sasa brave, nikawaambia nataka kujua mmeshika wangapi. Juu kama hamwajui mimi nawajua. Wacha waniambia atijui wameshika watu wawili, angasijui ati hii kesi sasa iko na pressure sana. Angasijui ati just be calm, tunataka kufanya investigation polepole au watu lazima tutawashika. Ati hao watu tunawajua, mpaka kuna mmoja alisema hapo ati angasijui kuna nini ati watawashika. Huyo mwenye alichukua mwili alikuwa very confident ati watawashika. Na mimi nikamuuliza, na hata phone inaonyeshana kila kitu. Msichana mwenye walilala na yeye ako huko. Mnasema mtawashika siku gani? Wakaniambia tayari wameshika sijui wangapi. Ati lakini hatuwezi ati because our emotion are still high, hatuwezi onyesha wenye lakini ati tayari wameshika. Lakini ni uongo, hawakushika because leo nimekuja, umeniona nimepata huyo msichana pale akicheka, akiwa ameketi kwa kiti, ameniona amekimbililia huku, sijui kama ametolewa na Subaru ya hao askari wenyewe wa huku. Ndio imemtoa, imeenda na yeye. Na hawakushikwa sababu huyo msichana alishikwa aje na nimempata pale. Akaniona ametoroka, amejificha kwa gari yao, ametolewa na Subaru sahi. KBZ something na ni ya GK. Mimi natafuta justice for my daughter. Hata kama ni uchungu sana kutafuta justice ya mtu mwenye hayuko uhai. Hata hii wairudi maisha yangu, nilikuwa nampenda. May my daughter rest well in peace. Kama ni upendo wa Mungu. Lakini tukikuja ile inaitwa ya huku duniani, lazima tuifuatilie.
kwa sababu mimi nataka kusema mimi nataka kupewa watu wafanye kazi yao venye inafaa. Me, I am tired and people are tired and Kenyans are tired of being given poor services. Not even poor services. Unapelekwa hivi, kama mheshimiwa anapelekwa hivi na mwananchi wa kawaida anapelekangwa aje?